Tanzania ina wasomi wengi. Lakini je, maarifa yao yanageuka kuwa huduma kwa watu? Au tumenaswa kwenye sifa na vyeo? Kusoma sio kuonesha cheo, ni kutatua matatizo ya watu. Prestige ya usomi, vyeo, majina, jukwaa. Unyenyekevu wa kiakili, kusikiliza, kujifunza, kushirikiana na kugeuza utafiti kuwa suluhisho. Mara nyingi tunapandisha hadhi kuliko huduma. Matokeo, maarifa yanabaki vitabuni, sio mashambani, sokoni au zahanati. Unyenyekevu unaunganisha maabara na maisha. Daktari anapotenga muda kutoa huduma ya bure, mhandisi anapotengeneza mfumo rahisi wa maji kwa kijiji, mwalimu anapotafsiri utafiti kwa lugha rahisi, hapo ndipo elimu inageuka kuwa maendeleo. Wasomi wakishirikiana na jamii, tafiti zinabadilika kuwa miongozo ya vitendo. Sera zinajengwa juu ya ushahidi halisi. Ubunifu unajibu mahitaji ya ndani, sio tu nadharia. Kwa nini prestige inatawala? Mifumo ya kupandisha vyeo inadhamini machapisho kuliko athari kwa jamii. Lugha na istilahi ngumu zinajenga ukuta kati ya wasomi na wananchi. Tamaduni za kitaaluma zinajenga umbali sisi na wao. Lakini haya yanaweza kubadilishwa. Tunahitaji kuhamisha mizani kutoka sifa kwenda huduma. Hatua 5 za wasomi kutanguliza huduma. Tega sikio, anza na needs assessment, sikiliza watu, sio kubashiri. Tafsiri utafiti, andika muhtasari kwa Kiswahili, infographics, podcasti, fanya mafunzo ya vitendo. Shirikisha, tengeneza timu mseto, wanajamii, serikali za mitaa, sekta binafsi. Pima athari, situ citations, pima mabadiliko ya maisha, maji, afya, kipato, elimu. Fungua milango, open days za vyuo, kliniki za kilimo, program za service learning kwa wanafunzi. Wasomi wanapofanya haya, prestige huja kama matokeo ya athari, sio lengo. Kule kijijini, timu ya wasomi ilishirikiana na serikali ya wilaya kubuni mfumo rahisi wa maji, gharama chini, uendelevu juu. Wakulima walifundishwa mbinu za kilimo hai, uzalishaji ukaongezeka. Kituo cha afya kilianzisha rekodi za kidijitali, huduma zikaimarika. Haya ni matokeo ya unyenyekevu na ushirikiano. Elimu si jukwaa la sifa. Elimu ni huduma. Wasomi wa Tanzania, tuweke watu mbele ya vyeo. Hebu tubadilishe maarifa kuwa maisha bora.